Hey! Asala. Aya. Asanteni sana watu wa Embu. Asanteni sana. Watu wa Embu, mimi kwanza nataka nisimame mbele yenu. Kwa sababu nyinyi ni watu wangwana. Tuliuliza kura yenu mkatupatia. Na mkatuongezea maombi. Na Mungu naye akatupatia ushindi. Mimi jameni nataka niseme asante sana. Watu wa Embu mnanisikiza? Mimi nasema asante sana. Na mimi nataka niwaeleze. Si tulikubaliana ya kwamba tukimaliza uchaguzi ni kazi inaendelea? Si tulisema kitendawili haitaanza? Si ndio hii tumekujia kazi iendelee? Mimi nimefika hapa leo kwa sababu soko yenu hii imetusumbua sana. Mara inachomeka, mara sijui inafanyika nini. Si imechomeka karibu mara 2-3. Sasa tumetafuta shilingi milioni 700 tuwajengee soko mpya. Tunaelewana? Na hapa tunataka kutengeneza soko ambayo itakuwa na maji, itakuwa na stima, itakuwa na choo, itakuwa na mahali ya watoto kina mama kwenda kunyonyesha watoto na Sindio? Tunataka hata kama mama amepata mtoto aendelee na kibarua. Sindio? Sindio? So hii soko yenu ndio tumekuja hapa kuianzisha rasmi. Na tunataka ndani ya mwaka moja hii soko hiyo imekuwa tayari. Meanwhile, wakati tunajenga hii soko, tumekubaliana na gavana wenu, huyu Karinda. Ametoa pesa karibu milioni 22. Sasa tunajenga soko hapo temporary ambayo itawasaidia wakati tunajenga hii soko. Tunaelewana jameni? Na tunafanya hivi kwa sababu tulikubaliana wera ni wera. Hata hii kuuza mboga ni biashara. Si ndio? So ndio tumesema tunaweka hapa pesa ya kujenga hii soko. Na vile vile nimeambiwa na huyu muungwana anaitwa Mokonji. Huyu mtu wa kujituma. Sawa? Ya kwamba ile soko ya Kidhimo pale, gavana wetu amekubali kumaliza hiyo soko. Na hiyo soko akimaliza nitasaidia yeye kumaliza zile soko ingine. Tuko na soko ingine 4 ambayo tunataka tuikamilishe. Ndio soko ipatikane, wananchi wapate mahali pazuri ya kuendesha biashara yao. Tumekubaliana? Nimekuja hapa kutia sahihi kusema tunaanza kujenga hii soko inside 1 year. Tunataka hiyo soko imekamilika. Katika hiyo soko tunaweka cold rooms ili wakati mazao yenu ile inakuja hapa inaoza. Sasa tunataka kutengeneza cold room mahali mtaweka mazao yenu ili isioze. Hata ikikaa wiki 1, wiki 2, wiki 3, tuko na cold room mahali wananchi wasipate hasara. Ile mali umenunua inakaa sokoni siku 2 inaharibika, unaenda hasara. Si ni kweli? So tunaweka pale cold rooms kule chini ambaye mtatumia, na tumesema tunajenga hizo cold rooms, na huyu gavana wetu amekubali ataweka ile cold room facility. Ndio tuhakikisha kwamba watu wa Embu wanasonga mbele. Tumekubaliana? Leo vile vile nimekuja hapa kwa mambo ya MSMEs. Na nitarudi hapa Alhamisi ijayo. Si tulikubaliana tunakuja mambo ya madaraka hapa Embu? Nimekuja hapa, unajua Waswahili wanasema ahadi ni deni. Na dawa ya deni ni kufanya nini? Niliwaambia hapa stadium yenu imekaa kidogo reja. Na nilisema tutatengeneza. So mnaona kuna kazi kameendelea hapo. Sasa hiyo tutakuja tufanye pale madaraka, lakini bado mimi niko na deni yenu ya stadium. Pale Njukiri tutajenga stadium ya kisasa.
na nitarudi hapa in the next 2-3 months, nitakuja kuianzisha, tujenge, ndio tupate nafasi ya vijana wa Embu katika mambo ya riadha, katika mambo ya kandanda, katika mambo ya michezo, wapate nafasi. Tuone vijana wa Embu wakiwa na ushujaa wao, talanta zao, ili tuchangie katika kubadilisha uchumi wa taifa letu la Kenya. Tumekubaliana? Mimi nikitoka hapa naenda kufanya awamu ya kwanza ya mambo ya local housing. Mumesikia tuko na mpango ya kujenga manyumba. Watu wengine wananiuliza, hii manyumba unataka kujenga ya nini? Mimi nataka niwajibu. Hii manyumba, na wengine wananiambia hii manyumba unaharakisha kwa sababu gani? Mimi naharakisha manyumba kwa sababu vijana wa Embu wako wengi hawana kazi. Mimi nataka niwaulize, kutafutia hawa kazi vijana ni kazi ya kungoja ama ni kazi ya haraka? Tukue na haraka ama tuendelee na kama mzee Kobe? Tufanye haraka. Hii manyumba tunajenga hapa Embu, tunajenga nyumba 5,000 kwa mapenzi ya Mungu. Tunaanza hapa na nyumba 100 naenda kuanzisha saa hizi. Sawa sawa? Na huyu gavana wenu ametupatia ardhi mahali tutajenga hizo manyumba. Na hatuendi kujenga nyumba mbali, tunajenga karibu na mji, ili hata mwananchi wa kawaida, na hiyo nyumba itakuwa affordable housing. Wewe na 5,000 mahali unalipa rent, sasa utaweza kuja kulipa mortgage. Baada ya miaka 20 nyumba inakuwa yako, badala ya kulipa rent miaka yote. Tunaelewana? Hiyo nyumba 5,000 tutapanga, tutakuwa na ajira ya vijana 20,000 hapa Embu town. Nyinyi mnataka vijana wapate ajira ama mnataka watangatange jameni kwa mabarabara na kwa vijiji? Si mnataka vijana wetu wapate ajira? Ama mnasemaje? Ndio lazima nimesema we must have a plan. It must be deliberate. It must be intentional on how we are going to create job opportunities for the young people of our nation. Tunaelewana? Na tumesema sisi wengine ambao tuko na kazi, nyinyi ndio mnatulipa kwa sababu ya ushuru wenu. Si ni kweli? Mimi nasikia viongozi wengine wanasema ati sio kazi yao kutafutia watoto wa Wakenya wengine ajira. Wewe ni mtu wa aina gani? Hawa watu ambao wanalipa mshahara yako, wewe unasema utaki kutoa kiasi kidogo ndio watoto wao pia wapate ajira kama wewe. Sio ni utapeli? Sijui kama naelewana. Huyu mzee anasema ni kujipenda. Nakubali na wewe, hiyo watu wanajipenda sana. Sijui kama tumekubaliana. Mimi nauliza, turudishe mkono ama tusirudishe mkono? Si kila mtu arudishe mkono? Mwananchi pia apate nyumba kwa bei nafuu. Na vile vile katika kujenga hiyo nyumba, mwananchi wa kawaida mtoto wake apate nafasi ya ajira. Ndio pia ajisimamie. Ndio pia achunge familia yake. Kwa sababu tuko na vijana milioni 5 Kenya hawana kazi. Na ni jukumu letu tuwapangie ile mpango itawapatia ajira. Na ndio tumepanga mambo ya value addition, tumepanga mambo ya agro processing, tumekubaliana mambo ya ICT. Na mimi nataka niwatangazie hapa, mumeona pale kibao tumeweka kusema kuanzia leo hapa katika soko yenu hii mtakuwa na mtandao ambayo hamutalipa pesa. Sasa hamutakuwa na haja ya kuwa na bundles ile ya kununuliwa. Ati unaongea na mtu unamwambia nitumie nyanya, nitumie alafu simu inakatika. Ndio, kabla hujamaliza kufanya transaction ya biashara. Sasa kuanzia leo hapa mko na wifi ambayo ni free. Wewe upange biashara yako bila kujali mambo ya credit kwa simu yako. Wewe upange biashara yako bila kujali kama iko bundles ama hakuna bundles. Nyinyi mnanielewa? Wewe bwana Owalo ni hivyo ama sivyo? Wapi Owalo hapa? Iko namna hiyo? Wataanza kutumia hiyo wifi siku gani? Leo. Wataanza leo. Inafanya saa hii? Inafanya. Haya, tafuteni simu. Wapi nani yako na simu?
Lazima wapange wewe sema. Haya, inaitwa GOK, Government of Kenya Connect. Sawa sawa? Yule mtu ambaye GOK Connect. Wangapi wamepata GOK Connect? Nione kama wamekuwa connected. Kuna mtu amekuwa connected hapo, kuna mwingine amekuwa connected pale. Sasa wewe ujipange. Sijui kama naelewana. Lakini hiyo simu ni ya kufanyia biashara. Usianze sasa kupiga simu kusema nipatie date, sijui nataka hapana. Ama namna gani? Sijui kama naelewana. Date si mbaya, lakini anza na biashara kwanza. Tumekubaliana watu wa Embu? Sasa hapa sio kuharibu biashara ya wengine, lakini hapa tunaweka wifi hapa, tunaweka hi-fi pale, wifi pale kwa stage, pale kwa stage. Makanga, matatu, nini, waendelee pia na biashara yao. Tunaweka wifi kule kwa university. Na tunaweka wifi sehemu 25,000 Kenya. Ndio Wakenya waweze kuendesha biashara, Wakenya waweze kufanya kazi, na Wakenya waweze kuwa na communication ambayo itawasaidia kuendesha mambo yao. Tumekubaliana? Nikikuja hapa Thursday, kwa wale wafanyabiashara mjipange. Tunakuja kuanzisha awamu ya pili ya mambo ya Hustler Fund. Haitakuwa shilingi sasa ile 500, 1000, 2000. Sasa tunakuja kuanzisha stage 2 ambaye utapata kuanzia 20,000 mpaka shilingi 1200. Lakini ni pesa zikizeni. Lakini ni pesa, sio pesa mnachukua na kuhama, ni pesa unachukua na kulipa. Hala? Unajua kuna watu wengine hapa wamehama na pesa ya Hustler Fund. Mimi nikiona watu wengine hapa hawataki kuniangalia na macho vizuri, kwa sababu wako na deni yangu nyinyi. Tutakutana hapo mbele. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Ati jamaa mwingine alikuwa anasema wacha tuende na hii ya Ruto bwana, tulimpigia kura. Hapana. Sijui kama tunaelewana. Tunataka kila mtu apate nafasi ya kufanya biashara. Na wewe ukipata senti ambayo unalipishwa interest rate ya 8% per year, wewe utumie hiyo nafasi kujiendeleza na kusukuma mambo yako mbele. Tumekubaliana? So Thursday nikifika hapa tutaanza stage 2 ambayo vikundi, wewe ukiwa kwa kikundi yako ya watu 10, wewe ukiwa kwa kikundi yako ya watu 20, sasa tutawapatia pesa ili muweze kufanya biashara yenu, na itafanyika ile inaitwa group guarantee. Hakuna logbook, hakuna title deed, hakuna security. Security ni group yako, vile mko pamoja pale. Tumeelewana watu wa Embu? Na mimi nataka niwashukuru watu wa Embu, kwa sababu hapa Embu tayari mumekopa milioni 500 kwa Hustler Fund. Nyinyi watu mko mbele mbaya sana. Na mumelipa 70% ya watu wa Embu wamelipa hiyo Hustler Fund. Mimi nawaambia pongezi. Wale 30% mimi niko na nyinyi. Unaelewa? Wewe wacha. Ati ule jamaa ananiambia ati unajua ile 500 sijalipa ati kwa sababu SIM card ilipotea. Si SIM card unaenda kununua ile. Wani SIM card inapotea na pesa? Anyway, so tutapangana namna hiyo. Tuko pamoja jameni watu wa Embu. Leo vile vile tunaenda pale, unajua kuna nyumba tulikamilisha kujenga. Sasa tunataka kupeane, wale wako na uwezo wanunue. Lakini ile tunajenga hapa, tunataka tujenge iwe local housing. Hapa Shauri, mahali iko slum hapo. Pia watu wa Shauri niko na habari yenu. Hata kama mnaishi mahali ambapo sio pazuri, sisi tutakuja kuwapanga ili tuwajengee nyumba ya kisasa pale Ushauri. Hata kama unalipa shilingi 2,000 ama 3,000 rent pale, tutakuja tukujengee nyumba ya kisasa, sio nyumba ya mabati.
sio nyumba ya matope, nyumba ya gorofa ambayo itakuwa na choo ndani, itakuwa na maji, itakuwa na jiko, itakuwa na mahali ya kuishi, na tutakulipiza hiyo shilingi 3,000 kila mwezi, na baada ya miaka nyumba itakuwa yako. So mjipange nyinyi watu wa Shauri. Tunaelewana? Vile vile tumekubaliana na Karinda hapa na county government ya unajua huyu Karinda ni mtu yangu. Si mnajua huyu Karinda sasa ati ndio chairman ya chama ya UDA Kenya mzima. Na nyinyi watu wa Embu mmejipanga. Ati sasa gavana wenu ndio chairman wa UDA Kenya mzima. Sawa. So huyu chairman wetu wa UDA Kenya mzima tumekubaliana na yeye ya kwamba county government itatoa milioni 250, national government tutatoa 250, na leo gazeti ya leo tumetangaza ile kandarasi ya kujenga County Aggregation and Industrial Park ya Embu County. Leo tumetangaza na tutajenga pale Machanga. Tunaelewana? Na tumekubaliana ya kwamba pale tutakuwa na cold rooms kama zile tutakuwa nazo hapa. Tutakuwa na mahali ya agro processing. Tutakuwa na mahali ya value addition. Na tutahakikisha kwamba wakulima na mazao yao, wale mabrokers na makatel ambao wanawasumbua, sasa tuko na dawa yao. Tutawaambia wacheni kusumbua wakulima, kama unataka kununua tukutane pale kwa aggregation park ndio tukubaliane bei. Ama namna gani? Unajua wamezoea, wanaenda kwa mkulima, wanamuongelesha Kiswahili, wanaongeza Kiingereza, mkulima anachanganyikiwa, wanachukua mali yao. Lakini sasa tutawaambia Kiingereza na Kiswahili, tukutane pale kwa nini? Ama namna gani? Na wakitaka tuongee Kiembu pia tutaongea na hawa. Na wakitaka tuongee Kimbere tutakuwa huko. Ama namna gani? Tuko pamoja? Tumekubaliana jameni? So watu wa Embu, watu wa hapa, mimi nataka niwaambie asante. Tuko na gavana wetu Karinda hapa, mpigeni makofi jameni. Tuko hapa na ndugu yetu anaitwa Mondigi. Yaani mimi nataka niwapatie habari watu wa Embu. Mnajua yule Mondigi sasa siku hizi ni senator. Ule mlikuwa mnasema heri Mondigi. Ndio? Mumemwona? Haya, hapa tuko na mgonje, mtu ya kujituma, Bwana Gitonga. Huyu ni mtu wa bidii sana. Sawa sawa. Hapa tuko na Ruto, mbunge wetu wa kutoka hapa chini Mbere North. Si namna hiyo? Haya. Tuko na Swale ule wetu. Yani nyinyi, huyo Swale hapa, simama hapo kwa gari yangu. Very good, huyo Swale. Yani nyinyi watu wa Embu, siku ile mlisema Swale atakuwa MCA. Kwani mlikuwa serious? Huyu jamaa sasa ni MCA wetu. Si namna hiyo? Haya, tuko na mungwana anaitwa Mushangi, mtu ya Karemba. Huyu mtu ananisumbua sana, ananiambia kuna barabara ya Rukoriri huko. Na mimi nimeweka pesa kidogo, nitakuja kuanzisha. Wewe wacha kusumbua mimi bwana. Huyu naye hanipatia amani. Kila siku simu. Nikiwaja simu analeta SMS. Nikiwaja SMS anaenda WhatsApp. Sio kama tunaelewana. Na tuko na mama wetu wa county. Huyu mama wetu double N, mpigeni makofi. Asante sana mama wetu, na tutapangana na yeye. Asante sana. Ni mama wa bidii. Na tuko na ndugu yetu Muriuki. Mahali tunaenda kujenga hiyo aggregation iko kwake kule Mashanga. Huyu mjumbe wetu wa Mbere South. Tumekubaliana? Na nyinyi mnajua kugawa viti kweli. Mnagawa kugawa.
kila mtu anapata kitu, si ndio? Kwa sababu ya kujipanga. Ule jamaa anasema tunajua kujipanga. Na mimi niliwaambia, hata mimi niliwaambia, mkinipanga kidogo, yule mzee wa kitendawili nitampeleka nyumbani asubuhi. Na msimuliona nilimtembeza asubuhi.